Swanga TV, sauti ya maisha. Hakuna maumivu ambayo yanauma kama kusalitiwa na mtu ambaye uliwekeza pesa zako kwake yeye ili aweze kufanikiwa. Uliwekeza muda wake wote kwake yeye. Uliwekeza nguvu zote dhidi yake, lakini baadaye akaja kukusaliti. Lakini moja kubwa ambalo linaumiza zaidi, huenda huyo mtu baada ya kuwekeza kila kitu kwake, yeye ndo anakupa taarifa ya kwamba anakualika harusi yake ambaye anaolewa na mtu ambaye huenda alikuwa ni rafiki yako wa karibu sana. Kumbe wakati unawekeza pesa hizo, wakati unawekeza nguvu hizo, huenda alikuwa ni mwanafunzi umemsomesha chuo kamaliza, kumbe maskini ya Mungu yeye na rafiki yake wameungana kuweza kukusaliti. Ni maumivu ambayo hayaelezeki. Huenda yule mtu ndiye ambaye ulikuwa unadhania kwamba angekuwa mama bora wa watoto wako. Huenda ndiye mtu ambaye ulikuwa unadhania kwamba ndiye mke bora ambaye hujawahi kumshuhudia katika dunia hii. Lakini from nowhere akaja akakusaliti. Maumivu hayo huwa ni maumivu mazito sana ambayo huwa yanaishi katika mioyo ya watu, na sometimes kupelekea kuwachukia watu wote ambao wanafanana naye. Usia wangu kwako wewe ni kwamba dunia bado ipo na wazuri bado wanazaliwa. Na pale ambapo unapohisi yule ambaye ulimpenda akakusaliti, huenda alikuwa na tabia bora, wako wenye tabia bora zaidi kuliko yeye. Huenda alikuwa ni mzuri kushinda dunia nzima. Hapana, wapo wazuri ambao wanaendelea kuzaliwa kuliko yeye. Cha msingi, kubali yale yaliyotokea. Piga moyo konde, endelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ninaamini kuondoka kwake kwenye maisha yako ni kusudio la Mungu, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo unayajua, lakini kuna baadhi ya mambo hauwezi kuyajua kuhusiana na yule ambaye amekusaliti. Endelea kumuomba Mwenyezi Mungu na endelea kupambana. Huenda siku moja Mwenyezi Mungu atakuletea mtu ambaye ni sahihi kuliko yule wa mwanzo. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo. Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine.